Pastor, shikamoo. Pastor wetu umekuaje? Mbona sikuelewi? Wataka kunikumbatia? Ndio salamu ya wapi Pastor? Mbona unavunja amri za Mungu? Binti wanishangaza mimi na mataifa. Hivi umepata ujasiri wa wapi wa kukataa kumbato langu, wakati Biblia yenyewe yasema tupendane, na huu ni mmoja ya upendo? Pastor, upendo gani unaotaka umaanishe wewe? Upendo uliosema Biblia na huo kukumbatiana ni upendo ambao ni upendo tofauti kabisa. Yaani unanichanganya kabisa. Pastor, afu mimi nina shida. Kila nikilala naota vibaya, nashindwa tu kukuambia sababu unanionyesha hali mbaya sana, kama shetani ashakuingilia kwenye kichwa wewe. Bwana atakuponya, na kwa imani yako pia utapona. Na hata Yesu pia aliwahi kudharaulika na watu waliomzunguka, ila walipojua ukweli walikuja kujutia mwishowe. Hivyo sioni tabu sana unaponiambia mimi shetani ameniingilia. Je, wajua kama leo ni siku njema sana ya uponywaji wako? Basi naomba unifuate. Pastor, mbona sikuelewi? Mbona unaleta hadi chumbani kwako? Ndio maombi yanahitajika kufanyika huko? Au ndio uponyaji nitaupata huko jamani? Mbona kama Pastor sikuelewi jamani mimi? Bwana Yesu aliweza kufanya mambo yake yote kwa vitendo, na ndivyo ilivyo, na sisi ni Wakristo tukifuata njia zake na nyayo zake. Hivyo yatupaswa nasi tufanye kila jambo kwa vitendo. Wewe unapolala unajisikia unahota vibaya unapokuwa upo kitandani, basi itabidi wewe ujilaze hapa, alafu nikufanyie maombi, na nahisi kabisa shetani huyo atatoka na kubaki kwenye kitanda hicho hapa. Na kwa kuwa mimi ni mtakatifu, mapepo hayo hayataweza kunifuata mimi, hata mimi nikija kulala baadaye. Hivyo hata usijali binti, uponyaji utapatikana. Pastor, mbona kama unataka kuichapa wewe? Imani yako inaweza kukuponya au inaweza kukuua. Na kama imani yako inakupeleka ya mimi kuichapa, basi naweza kuichapa hadi ukachanganikiwa. Ila imani yako ikiamini tuko hapa kwa ajili ya maombi, basi nitakuombea. Naomba ujilaze na ufumbe macho, tuanze maombi.